Bana mtazamaji wa Sports Fact TZ, hope uko poa. Endelea kulike, kusubscribe kisha kucomment kwenye TV yako hii kwa kwanza kabisa kupata tetesi lakini pia taarifa za kimichezo. Bana sasa kuna kwa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans as we know kwamba dirisha dogo la usajili linaelekea ukingoni, na kwa kikosi cha Yanga mpaka hivi sasa wakiwa wamefanikiwa kuweza kutambulisha takribani nyota wanne ambaye ni Mohamed Damaro Kamara, lakini pia Emmanuel Mwanengo yupo pia, Gilson Malia Depu pamoja na Alan Okelo kunako dirisha dogo hili la usajili mkubwa ambao msimu huu wameufanya. Sasa wakati tukiwa tunaelekea kufunga dirisha dogo la usajili ambalo litafungwa tarehe 31 ya mwezi huu wa kwanza, Yanga ipo kwenye hatua za mwisho pia kukamilisha usajili wa Habibu Idi Gego, mchezaji ambaye anakipiga kunako kikosi cha Singida Black Stars na akipiga eneo la kiungo mkabaji, eneo la katikati, na taarifa zinasema Habib Idi Gego ni pendekezo pia la mwalimu Pedro Goncalves, na akihitaji pia huduma kuongeza ushindani kwenye eneo lile la katikati ambalo mpaka sasa eneo lile linahudumiwa na wachezaji wawili, Duke Abuya lakini Mohamed Damaro Kamara yupo pia, Musa Barakonte ambaye amekuwa akipata nafasi ya kuanza japo bado ni kama hajaonyesha ukubwa ule ambao Barakonte aliweza kusajiliwa na kikosi cha Yanga. Sasa Habibu Idi Gego anatajwa kwamba huenda akaja pale Yanga. Kwanza ni mchezaji mzawa ambaye Yanga inakwenda kumchukua Singida Black Stars, lakini cha pili anakwenda kuongeza pia ushindani kwenye eneo la kiungo mkabaji, lakini pia ni mchezaji ambaye Yanga inaweka future investment, mchezaji ambaye ana uwezo kuja kufanya vizuri na kuweza kuuzika nje pia mipaka ya Tanzania. Habib Idi Gego miongoni mwa wachezaji ambao wametokea visiwani Zanzibar, na alikuwa pia ni mchezaji bora wa ligi ile ya Zanzibar kijulikana kwa jina la Kazi Chafu, baada ya kufanya vizuri msimu wa 24-25 na akatimkia kunako kikosi cha Singida Black Stars akiwa pia na wakati mzuri. Ameitwa pia kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania na kushiriki michuano kadhaa ikiwemo mechi ya kirafiki na michezo ya kuania kufuzu kombe la dunia, akiitwa pia kushiriki michuano ya AFCON ambayo imemalizika pale nchini Morocco, na anatajwa sasa kwenye ulimi wa viongozi wa Yanga kwamba tetesi huenda akatua kunako kikosi cha Yanga. Inatokana pia na kocha wa Yanga mwalimu Pedro Goncalves kufuatia michezo aliyocheza dhidi ya Al Ahly, lakini pia ligi kuu, ameweza kutaarifu uongozi wa Yanga kuwa anahitaji pia kupata holding midfielder mwingine eneo la katikati kwenda kuongeza nguvu zaidi upande wa eneo lile la katikati ambalo limekuwa likihudumiwa na Mohamed Damaro Kamara ambaye ni ingizo jipya, lakini pia yupo Duke Abuya, na inaonekana pia eneo lile la kiungo bado linahitaji kupata pia nyota mwingine eneo lile la katika. Faida kubwa Gego kama anatua Yanga, cha kwanza anakwenda kuimarisha eneo la ulinzi. Yanga inapata kiungo mkabaji wa kisasa, lakini pia atasaidia kuvunja mashambulizi ya mpinzani, lakini pia kupunguza mzigo wa mabeki wakati, lakini pia Yanga inaangalia pia future investment ya kizazi kipya. Gego ni kijana mwenye umri wa miaka 24, anaweza kuwa mradi wa muda mrefu wa kikosi cha Yanga, anaweza pia kuonyesha kiwango kizuri na kuja kuipa faida Yanga kwa baadaye kama mchezaji ambaye atauzwa, lakini pia ana kasi, nguvu na stamina, ana uwezo wa kukimbia box to box, lakini pia ni mzuri kwa pressure ya juu, high pressing ambayo Yanga hupenda zaidi kuweza kuicheza chini ya mwalimu Pedro Goncalves, lakini pia anakwenda kuongeza ushindani wa ndani ya kikosi. Ni mchezaji ambaye atakuwa na gharama nafuu kwa kikosi cha Yanga, licha kuwa ni mzawa, lakini Yanga itakuwa na hazina kubwa sana ya mchezaji kama Gego ambaye ana uwezo mkubwa pia, na akiwa na mahitaji yote ambayo Yanga inahitaji. Inasadikika kwamba Yanga wako kwenye mazungumzo ya karibu sana na Habib Idi Gego, nyota ambaye anakipiga kwenye klabu ya Singida Black Stars, na amekuwa pia na wakati mzuri na msimu huu akiitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania kwenda kutumikia eneo lile la katikati. Bana sasa Habib Idi maarufu kwa jina la Gego, huyu ni mchezaji ambaye ana umri wa miaka 25 na ni mchezaji ambaye anatokea kule visiwani Zanzibar ambako alianza kung'ara kupitia
ligi kuu ya pale nchini Zanzibar, na akifanya vizuri sana msimu uliopita, msimu wa 24-25, na akitoa pia tuzo ya mchezaji bora kunako ligi hiyo ya Zanzibar. Baada ya hapo kikosi cha timu ya Singida Black Stars kiliweza kuiamini kazi yake, na alijulikana kwa jina la kazi chafu ya kukaba, kuvunja mashambulizi na kusaidia ulinzi. Gego amefanikiwa pia kuitwa mara kadhaa kwenye timu ya taifa Tanzania, na ameshacheza mechi za kufuzu kombe la dunia, lakini pia michezo ya kirafiki ya kikosi cha timu ya taifa Tanzania. Miongoni mwa wachezaji ambao wana sifa kubwa, ukabaji wenye nguvu, nidhamu kubwa uwanjani, na ana uwezo wa kuisaidia beki na pia kusukuma timu mbele. Ufananishwa pia na viungo kama Khalid Aucho kwa mtindo wake na kazi yake, kwa namna ambavyo amekuwa akiifanya. Miongoni mwa viungo ambao wanaonekana kuwa bora sana eneo la kati, lakini pia akiwa na mwanzo mzuri akiwa na kikosi cha Singida Black Stars. Uwezo wa Habib Idi Gego unaongeza ushawishi kwa uongozi wa Yanga ambao umeendelea pia na mazungumzo ya chini kwa ajili ya kuinasa saini ya kiungo huyo wakati kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu eneo hilo. Ikumbukwe Yanga iko mbioni pia kuachana na kiungo wake mzawa Azizi Andambwile ambaye amekuwa hana nafasi ya kudumu kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga, na hakuwa pia pendekezo la mwalimu Pedro Goncalves, na inaonekana pia kuondoka kwa mchezaji huyo kuna tafutwa pia mchezaji mzawa ambaye atakwenda kuchukua nafasi hiyo. Na kwa Mohamed Lamaro Kamara ni mchezaji ambaye ana uraia wa ambao alichukua akiwa na Singida Black Stars, licha kuwa sio mzao wa Tanzania, lakini Habib Idi Gego ushawishi ni mkubwa kweli kweli, na uwepo pia wa mahusiano kati ya Yanga pamoja na Singida Black Stars unachagiza urahisi wa Yanga pia kumnasa Habib Idi Gego. Miongoni mwa vijana ambao wana talanta kubwa, wana uwezo mkubwa pia wa kujituma wanapopewa majukumu, lakini pia wanacheza mchezo wa kisasa, hali ambayo inamvutia zaidi pia kocha wa kikosi cha Yanga mwalimu Pedro Goncalves kwenda kumchukua nyota huyo. Huenda pia ukawa ni usajili wa mwisho kwenye kikosi cha Yanga ambacho msimu huu kwenye dirisha dogo kimeweza kusajili mpaka sasa wachezaji 4, na kama mchezaji huyu anatua kupitia dirisha hili dogo, huenda ukawa ni usajili wa 5 na wa mwisho kwenye kikosi cha Yanga. Kumbuka dirisha dogo la usajili linafungwa tarehe 31, na muda huu watu wakiwa nakimbizana pia kuona namna ambavyo Idi Gego anakwenda kusaini kunako kikosi cha Yanga na kukitumikia kikosi hicho cha timu ya Yanga. Mpaka sasa Yanga imefanikiwa kuachana pia na Celestine Ekwa pamoja na Mohamed Dumbia ambao inasadikika Yanga imewatoa kwa mkopo kuelekea kunako kikosi cha Shikokune United ya pale nchini Afrika ya Kusini. Yupo pia Ofen Chikola, mchezaji ambaye alijiunga na kikosi cha Yanga akitokea Singida Black Stars, lakini haujawa msimu bora pia kwake, na Yanga pia ipo mbioni kuachana na mchezaji huyo kupitia dirisha dogo hili la usajili. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment, mtazamaji wa Sports Fact TZ.